Jeshi la Marekani linasema limeziteketeza meli maalumu 16 za kivita za Iran zilizokuwa chini ya bahari jirani na mlango wa bahari wa Hormuz, njia kuu ya usafirishaji wa mafuta. Kamandi kuu ya Marekani ilichapisha video kwenye mtandao wa X iliyoonyesha boti kadhaa zikilengwa na makombora na kulipuka. Hatua hiyo imekuja baada ya Rais Trump kuionya Iran dhidi ya kuweka meli kwenye njia ya maji, akisema madhara ya kijeshi kwa Iran yatakuwa katika kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Taarifa za muda mfupi uliopita zinasema ving'ora vya mashambulizi ya anga vimesikika kote Israel baada ya wimbi jipya la mashambulizi ya Iran yaliyofafanuliwa na shirika la utangazaji la serikali ya Iran IRIB kuwa mazito zaidi tangu vita hivyo kuanza. Israel inasema ulinzi wake wa anga ulizuia makombora kuelekea nchini humo. Serikali ya kijeshi ya Sudan imeitaka Marekani kulitangaza kundi la Rapid Support Forces RSF kuwa ni la kigaidi. Esther Luambano na maelezo zaidi. Hatua hiyo imekuja siku moja tu baada ya Washington kulitaja kundi lenye uhusiano na serikali, Sudanese Muslim Brotherhood, kundi la kigaidi. Washington imedai kundi hilo lilikuwa limefunzwa na kuungwa mkono na utawala wa Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan inaishutumu RSF kwa kukiuka sheria za kibinadamu na kufanya uhalifu wa kivita. Jeshi la Sudan limekuwa katika vita ya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe na RSF kwa takriban miaka 3 sasa. Mwanamke anayedaiwa kufyatua risasi nyumbani kwa mwanamuziki wa Marekani Rihanna huko Los Angeles mwishoni mwa juma amefunguliwa mashtaka ya kujaribu kuua. Ivana Risette Ortiz mwenye umri wa miaka 35 alikamatwa baada ya kudaiwa kukimbia eneo la tukio. Waendesha mashtaka walisema wakati kulikuwa na watu kwenye makazi ya mwanamuziki huyo wakati wa shambulio hilo, hakuna aliyejeruhiwa. Haijulikani iwapo Rihanna mwenyewe alikuwa nyumbani wakati huo. Na wataalamu wa afya huko Massachusetts, Marekani wameanza kutumia akili mnemba kuvumbua dawa mpya dhidi ya ugonjwa Parkinson na waathiri mfumo wa fahamu. Usugu wa dawa dhidi ya magonjwa yanayosababishwa na bakteria kama vile kisonono na magonjwa mengi ya damu, maendeleo ambayo wanasayansi wengi hawakuwahi kuyafikiri yangewezekana. Kwa takriban nusu karne binadamu wamekuwa wakipoteza pole mapambano dhidi ya bakteria. Silaha zenye nguvu zaidi zilizopo katika mapambano hayo ni antibiotics, zinazidi kutofanya kazi kadiri usugu dhidi ya dawa unavyoenea. Takriban watu milioni 1.1 sasa hufa kila mwaka kutokana na maambukizo ambayo hadi hivi karibuni yalikuwa yakitibiwa kwa urahisi, na idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka hadi zaidi ya milioni 8 ifikapo mwaka 2050 iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Hii ni BBC.